Haya, blackmailers wote tujikusanyeni hapa. Tujikusanye hapa blackmailers na leader wao. Niko na ujumbe yenu. Karibu sana. Yaani wale wanapinga hii injili ya nyakati za mwisho. Repent and prepare the way. The Messiah is coming. Hautaki hiyo. Hiyo unaona ni mbaya, mwenye amesema ajielewi. Sasa wewe ndio nakuhitaji kuja hivi hapa. So, nilikuwa nataka kusema hivi. Nabii alitokea miongoni mwetu. Sisi tunamtambua kama nabii. Mungu alimuinua miongoni mwetu kutangaza habari za kurudi kwa Yesu. Na hizi habari mumekataa, hamuzitaki. Nilikuwa napita huku mitandaoni na nikakutana pastor mmoja akisema ya kwamba yeye aliwatch video za kisherati. Mnaelewa video za uasherati. Pastor ana watch kwa simu yake na akarudia tena akawatch mara ya pili na akaona sio mbaya. Na akasema yao kukangi sana, Jumapili tu ndio anafanyanga nini? Anangaranga, yani Jumapili ndio anavaanga vizuri, yani Jumapili ndio anaokokanga in short. Katikati ya wiki hii wokovu sijui naendanga wapi. Lakini kitu ya kushangaza ni watu walikuwa wamejaa comment section, wamefurahia hiyo ujumbe. Wamefurahia hizo habari. Lakini hapa tuko na nabii ametokea miongoni mwetu. Anasema ya kwamba tujiandae, tuache dhambi, tuache injili ya pesa, tuache usherati, tuache ulagai, tuache uongo, tuache wizi. Tuandae njia ya Bwana. Yesu anarudi kuchukua kanisa. Alafu watu wakajabu comment section wakasema huyu ni mjinga, huyu ajielewi, huyu ni vala, huyu ni konimani, huyu mtu. Hamkupenda hiyo injili. Dunia imeharibikia wapi? Sasa hata sio hiyo ndio kitu ya maana. Kitu yenye nilikuwa nimewaita ni, unajua wakati hautaki mti iendelee kumea. Ukasema asubuhi mimi nataka hii mti, niamke asubuhi moja hii mti imekauka ama imeanguka haiendelei. Alafu ukachukua panga ukaichop hivi kidogo. Ndio inaendelea kutoa branches. Ndio inaendelea kukua. Ndio inaendelea kuachilia mizizi. Branches, zinaitwa branches, zinaendelea kumulika. Hautakuwa umemaliza hiyo mti. Ukichop tu hiyo ni kupruni. Sasa utakuwa umeyamusha sasa na wiri. Ukitaka kumaliza mti enda ng'oa kutoka kwa mizizi. Ama ukitaka hii nyumba ikose kusimama tena, toa foundation. Enda tingiza foundation. Nyumba ni foundation. Sasa hii huduma ya toba na utakatifu iko na msingi imara, iko na foundation, iko na mizizi. Ni kubwa tena kuing'oa ni ngumu. Penye nabii alianzia ni mbali. Penye injili imetoka ni mbali. Hii huduma yenye imesimamishwa kwa miaka more than 20. How can you just wake up one morning na ukuta ati haiko tena? Umeipull down. Utaweza? Sasa nataka niwape siri ya kwamba mkitaka kumaliza hii huduma, especially blackmailers wenye walikuwa kwa hii huduma na wakatoka kwa sababu ya uovu wako huku nje. Sasa badala wanyenyekee watubu, wanafanya nini? Wanapiga tu ministry vita. Wanatuanga nabii wa Mungu vita. Ati wanapinga kila ujumbe yenye nabii sasa alihubiri. Na wanaanzia tu hapa juu. Ni kama kukata mti tu juu kidogo. Alafu inatoa mizizi sasa inapanuka. Hivyo ndivyo mnafanya hii huduma. Yaani wakati mnachop kidogo ndio inatoa branches. Ndio inasambaa kote. Repentance and holiness, that church iko huko vijijini. Yaani Nairobi, like in every, iko Mlolongo, iko Syokimau, iko Karen, iko Donholm, iko Utawala. Yani it is all over. Yani branches kwa sababu mnaiprune. Sasa ninakuwa nawaambia blackmailers, kiongozi wao ni nani? Mwenye anaongozanga hiyo kikundi. Juu nasikianga mnakutana. Na kukutana kwenu ni kuchapa vita ministry. Hamuendelee na mahuduma zenu. Nyinyi mlibadilisha building tu, lakini huduma mungeendelea. Lakini kwa sababu mumeamua huduma yenu ni kutwanga ministry vita, kukomesha repentance and holiness, of which ni ngumu. Ili chakita mizizi na foundation yake ni Yesu mwenyewe. Kuing'oa ni ngumu. Ni ngumu nakwambia. Sijui kama mtaweza.
Hii injili penye nabii alitoa ni mbali. Hakuamka asubuhi moja na akasimamisha hii huduma na ikakuwa na revival, ikalipuka vile ilipuka Menengai 8. Hii si ya siku moja. Alianza injili, alikuwa na injili ya person to person. Alikuwa na evangelize mtu kwa mtu. Kidogo akaipeleka kwa street. Akapeleka hiyo injili kwa streets. Akawa anahubiri kwa streets na watoto wa mitaani. Huko ndiko worship ilianzia. Alianza kuworship na watoto wa mitaani. Wakaworship watu 5 waliokubaliana na yeye wakafatana. Waliokubali hiyo injili wakamfuata. Tunasemanga tunamfuata, mnasikia vibaya. Wakamfuata, wakakuwa wafuasi. Alafu wakafanya nini? Wakaspread. Sasa wakaanza kuspread that gospel of the coming of the Messiah. Prepare. Jiandaeni katika toba na utakatifu na kutafuta haki na kuacha dhambi kanisani, kutakasa madhabahu ya Bwana ambayo ilichafuliwa. Hiyo ndio kazi nabii alikuja kufanya. Alafu sasa wakati wale walimuunga mkono, wengine wenye walikubaliana na hii ujumbe wakamfuata tena, wakafata hiyo injili, wakafatana na nabii na kuambia mightiest prophet of the Lord alipata wafuasi nyuma yake. Wakaanza kuspread the same gospel about the coming of the Messiah. Halafu sasa wakasambaa Kenya, every town. Kukakuwa na hiyo injili kasambaa with the prayer and fasting. Hata Mungu mwenyewe angekuwa si yeye ndiye alianzisha, iko na miaka more than 20 na ingekuwa iliisha kitambo. Blackmailers, mko na kazi ngumu kwa sababu itabidi muanzie kwa msingi. Kwa msingi kwenye alianzia. Muende pia injili person to person. Mukipinga. From there chukweni microphone. Simama kwa ma streets, ingia kwa magari. All over, kwa masoko. Hivyo ndivyo hiyo injili ilianza. Muanzie hapo. Muende every town in Kenya. Mukimalizana Kenya, saa hii injili as I'm talking right now ilienda kwa mataifa. Injili ilishaenda kwa mataifa ya nje. Si taifa moja. Mataifa mengi yamepokea huu ujumbe. Sasa nyinyi mko na kazi ngumu. Sijui mtapanda ndege muende kwa every nation yenye nabii alipeleka hii message, muende mpinge ama mtafanya nini? Revival imelipuka kwa mataifa ya nje. Mtaweza? Foundation is Jesus Christ himself. Ni Yesu mwenyewe ndio msingi. Ndiye amesimama na hii huduma. Sasa nyinyi mkitaka kuipull down, enda anza kwa mizizi kwenye ilianzia. Enda kwa ma street huko. Kuna street children wenye walianza hii worship. Unaona hii worship sasa yenye inakuza mioyo. Hii worship yenye inaleta watu kwa Yesu. Kumbuka wakati nyinyi mlitoka, mmoja mwenye alitoka 10 walijoin ministry. The ministry is growing day and night. Hata huko Facebook unaweza tembea na ukute mtu anaongea vibaya about ministry. Ukiteremka ukute mwingine ako mahali anasema mimi natafuta madhabahu, niko mahali fulani, kanisa liko wapi? Yaani mimi huwa napenda. Naonanga Yesu anashinda. Mwingine akasema ati nilikuwa huko mapema, kuna mbaba anakuanga huko. Ati injili ilianza tu vizuri, mara ya kwanza hii injili ilikuwa tu vizuri. Lakini wakati walikuza dhambi zake, na wakikuza uovu yenye unafanya, is either you change or you quit. Vitu mbili. Utakaa hapo, watakemea, warudi wakemee, uko hapo. Itakusumbua, is either you change or you quit. Na ukiquit uko nje, enda kanisa lenye linakubali hiyo, kaa chini, endelea. Acha sasa kuangalia nyuma ukichapa huduma vita. Blackmailers mko na kazi ngumu. Lakini wacha tuhubiri tukurudi kwa Yesu, kwa sababu hamutaweza. Kuanzia kwa msingi yenye nabii alianzia ndiye akasimamisha hii huduma kwa hii miaka yote. Hakuna vile mtaamka asubuhi moja ati na pull down ati tunasikia sasa repentance and holiness churches ziko closed. Wapi? Sidhani. Wacha tuhubiri injili ya Yesu. Tujiandae tu. Unaweza jiandaa anywhere. Si lazima ukwe repentance and holiness mama. Baba. Kama ulienda focus na huduma yako huko kwingine kwenye wanakubali. Kuna vitu hii ministry hizi kubali, lakini kuna kwingine inakubali. Sit there.